Nimewaita hapa. Nataka kuzungumza kama baba mwenye nyumba. Na nyinyi mko hapa ni kwa sababu mama yenu hayupo. Nataka nitakachokizungumza hapa ujumbe umfikie mama yenu. Na hasa wewe mlevi. Mimi ndio mwenye nyumba na nyinyi haiwahusu. Asa wewe mlevi, ujumbe ukufikia vizuri. Kama kumuita babangu mlevi. Unajua baba mwenye nyumba, naona kama hichi kikao kinanihusu mimi. Hebu nenda kwenye mada, maana siku leo unazunguka. Nenda kwenye mada. Nyumba zenyewe hizo nyanyasa nyumba gani hizi? Nyumba za biskuti. Nenda kwenye mada ili kuelewe. Sijui tunaelewana baba mwenye nyumba. Nenda kwenye mada. Wewe kinda kuwa na adabu. Unaposema hizi nyumba ni za biskuti, wewe kwako iko wapi? Atajenga na kati kutwa mzima kwenye pombe. Mchane. Umetuita hapa afu unazunguka tukuelewi. Baba mwenye nyumba, ongea mada halisi kikao hichi. Sasa naanza kama ifuatavyo. Nianze na wewe mlevi. Juzi umeingia uani umejisaidia kwa sababu ulikuwa umelewa, ukasahau kama umeshusha mzigo. Ukaondoka hivyo hivyo. Nikaja nikasukuma mimi. Na wakati mimi ndo baba mwenye nyumba. Kwa hiyo sheria iliyopo sasa hivi ukiingia uani hakikisha unasukuma mzigo vizuri. Nadhani nimeeleweka kwako wewe. Na unapokuja umelewa, kelele hatutaki. Hii nyumba sio sehemu ya kupigia kelele. Hii ni sehemu ya utulivu kama unavyoiona. Imekaa japo ni Uswahilini lakini ipo kama Masaki. Nyinyi, mama yenu mwambie nawe anatoa hela ya umeme. Hakutuvutia umeme. Mwambie na hela ya maji awe anatoa. Sio kila siku tu tunamhudumia. Haya tumemuoa sisi au? Hii nyumba ni ya kwangu, nimeachiwa ulisi peke yangu. Naombeni mzingatie haya ninayowaambia. Umeachiwa nyumba peke yako au sijakusikia vizuri? Umesikia vizuri haswa? Kwa sababu leo na kesho unaweza ukafa. Haya atabaki nani mwenye nyumba, si ndio mimi? Kwa nini wewe usifi? Unajua, ni watu wawili, watu wa ulisi. Naona mnazingua. Mnatupita bila mpangilio, mnatokea mavikomo za siku mnagombana wenyewe. Alafu kingine, wewe nakuona kama ninapokuona tu. Una lolote? Kingine, mke wangu anakuja. Hapa sasa hivi ninavyoongea yuko kwenye abudi, yuko anakuja. Sasa kama anakuja mke wangu, mambo sijui unakuja, sijui unaingia chooni ujisaidie zigo, hayo mambo siyataki, aishi hapo hapo. Kwa yangu ndio mwenyewe. Mimi nataka nitimu zangu. Yaani wewe huwezi kuwa na mke. Mwanamke mwenyewe kasha kukimbia alikuachia mtoto mdogo hivi. Yaani wapangaji wangu. Wewe nini? Hichi na binti yangu hapo. Yaani wewe inabidi ujirekebishe uachane na habari ya pombe. Pombe siachi mpaka vilabu vifungwe. Yaani wewe ndio maana ulikimbia na mwanamke ukaachia mtoto mdogo kwa sababu pombe voko mapombe kila siku. Wewe mtoto anakuhusu nini wewe? Kwenda. Baba mwenyewe. Yona wanawake wengine waga wanaangalia. Na wewe sasa sikiliza nikwambie. Unatakiwa ufe mimi nyumba uniachie mimi. Habari ya kufa, labda uanze kufa wewe. Unadaishi ngapi? 3000 sister. Kakangu sikia. Yaani hapa nilipo nina buku tu. Uje nikadange kwa yule mlevi pale. Akinipa hela, pale unaponifuata nitakupa 3000 yako nyingine iwe 4000 kabisa. Shika kakangu hapa hapa. Shika. Au kama vipi chukua namba. Utanifuata shika. Andika namba. Na baadaye Iwe kweli. sawa. Sipagi mapenzi kwenye kazi. Yaani wewe kwa kuoga maji ya moto utafikiri sio mwanaume wa kweli. Wewe koma Mika. Mika unajua katika watu ambao wako hatarini ni wewe. Mimi hizi nyumba hizi ndio zinazonitoa mimi, ambazo nikafanya mimi nikakutoa roho. Wewe Mika wewe. Nikutoe roho ili mimi ni-enjoy kwenye hizi nyumba. Maana nishaona uzibe ni wewe. Sasa jichanganye, mimi ni mwanaume wa kweli na utakuja kulijua mimi ni nani. Siku nikipata mganga wa kweli, subiri niende Sumbawanga. Mwenye sijapata mganga wa kweli. Ila nikipata mganga wa kweli na kuua. Haki ya Mungu Mika, mimi ndo nakwambia nikatafuta mganga mzuri. Tena watatu, Tanga, Sumbawanga na wewe. Unakuja kwenye nyumba za watu unapita bila kuonana na baba mwenye nyumba ambaye aliachiwa nyumba kama ulisi. Unakuja tu husalimi wala nini? Wewe uko ukijikuta nani? Haya, kilichokuleta kwenye nyumba zetu ni nani na umefuata biashara gani? Wewe kaka ko. Hapa mjini kila mtu na biashara yake. Mimi nimekuja kwa biashara yangu na wefuata mambo yako. Tena koma. Shua kipaa.
Kalete ndo. Kalete ndo ndani. Yaani nyumba unapangisha mwenyewe? Watu wanakuja kwenye nyumba yenu na wanaleta kelele? Hii sio sawa. Kuna sheria nitaiweka hapa. Ukiingia hapo unaingia kwa kadi. Ukitoka unatoka kwa kadi. Yaani hapa ni kama uwanja wa ndege. Sasa subiri. Na wewe Aisha ndo nishavurugwa saa hizi. Nimekumbuka ndo alichukua mlevi. Alafu ndio hii huyu anaenda nayo uani. Unajua wana viburi hawa. Haya, huyu dada anakuwa amekuja tu leo sasa hivi hapa. Haya, kashachukua maji ndani, sasa hivi anakwenda kujisaidia uani. Hii si dharau hii kwenye nyumba za watu. Subiri. Kaa. Mtalijua jiji mwaka wenu. Yaani mwanamke ni nene anatamba naye. Haya wewe na nyumba utaipanda hiyo nyumba. Tuondoke mama. Ila huyu mlevi anadharau nyinyi. Ila anaongea ukweli. Wewe mpumbavu wewe. Haya ndo maisha. Ndio kama hili. Hata baba yako marehemu angekuwepo, angekuwa anaona jinsi ninavyoenjoy. La jipe mwenyewe. Mtakomaje huu mwaka? Ubaya umehamia Uswazi. Waangalie walipobung'aa. Pumbavu zenu mbona. Sasa huyu mlevi nimeshaona dharau zimezidi. Alafu mimi nina mpango mkakati juu yake. Subiri nikuoneshe kabla hajatoka kuoga.